Now, Job chapter 3, on this organized plan of preaching where I told you I'll be going through the whole book of Job. Now chapter 3, first chapter 1, tuliona the man is righteous. Chapter 2, we see what happened. We even see what his whole life, yani everything went. He's a righteous man, na Mungu alimfanyia hivyo. Mpaka tukaona some very nice friends of him, some 3 friends of him walikuja na wakaona na wakashtuka. Kwanza even so that they fasted for 7 days and nights, wakishangaa tu. So now in chapter 3, now Job anaongea. Now Job speaks. Now listen to what he says. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. He said, "May the day of my birth perish, and the night that said a boy is conceived. That day may it turn to darkness. May the Lord above not care about it." Imagine mtu anasema hivyo. May no light shine on it. May gloom and utter darkness claim it at once. May a cloud settle over it. May blackness overwhelm it. That night may thick darkness seize it. May it not be included among the days of the year, or nor entered in any of its months. Yani ni mtu anaongea hivyo bana. Na tuliona huyu msee alikuwa righteous. He was blameless. He feared God and shunned evil. Na mtu anaongea hivi. And this is why even hata nimekuja kuona as a human being born, yani tu kuzaliwa. Hiyo tu kitu tu umeambiwa tu breath. Hiyo tu wenye unapumua. Mayope. Because kama huu ni mtu, imagine mtu ana, yani everything, mpaka at some point tunaona anasema ati what I feared the most has happened. Now I've seen people following Christ, expecting Christ to be a good person, expecting Christ to give you prosperity, to be your guider, be your protector. But now you don't look at this part of salvation. Unaona? There's this part where you will be tested. There's this part. Sasa huyu mtu anatestiwa anasema hivi. Hii ni kama ile ulikuwa na high school. Ati wewe, ni kama ile ati mtu anaanza kusoma results. Alafu unasikia mwalimu anaanza kuchapa watu viboko. Sasa wewe unaona mtu alikuwa na 70% ameekelewa viboko. Wewe uko na 20% huku. Unashangaa kama mtu wa 70 anaekelewa hivyo, mimi wa 20 nitafanyiwa nini?